inazidi kuwa kitofu kikuu cha kilimo na usafirishaji wa bangi, hali inayozidi kuathiri jamii na kuchochea mzozo mkubwa wa dawa za kulevya. Matumizi ya bangi yameongezeka kwa kiwango cha kushangaza cha 90% ndani ya miaka mitano iliyopita, na sasa yanahusisha karibu Wakenya 519,000 wenye umri wa kati ya miaka 15 hadi 65, sawa na mtu mmoja kati ya kila 53. Mostly unapata ni youth students sana, watu wenye wako age yetu. Janga hili linaonekana zaidi katika maeneo ya Nairobi na 6.3%, Nyanza na 2.4% na Pwani kwa 1.9%. Nyuma ya takwimu hizi kuna hadithi halisi. Kwanza ni bad judgment. Ukiwa madawa au making judgment mzuri, una make judgment ambayo itakusumbua hapo mbele. Kama utapata wanafunzi wanakunywa madawa, wanakosa kuenda shule, unapata baba kuna watoto anatumia hiyo pesa angepeleka watoto nao shule, anaitumia kukunywa madawa. Like lose like your life kama focus hivyo, like unasahau ile njia unafaa kukipitia kwa maisha yako ndio uweze kufika kwa goals zako. Vitu kama like drugs sipo kwa healthy MC. Mtu hujipoteza kama youth. Tunajua like hata ukiangalia the community population kwa kama Kenya hivyo, my youth wako jobless. Unaona? So ukiwa jobless ukipata kitu kama chwani hivyo unachukua ngoi vitu kama hizo, unaona? My youth wakitumizi drugs, chances zao kwenda kazi, fanya kazi kwa bidii ziko low sana. Sasa unapata watu hawaendi kazi, so the rate ya kwenda kazi na iko chini, then inaathiri uchumi, unapata watu hawaendi kazi. Mambo ya rehab centers Kenya iko nazo mingi. Shida ni eti kuingia hizo rehab lazima ulipie tena. So hakuna rehab ile ya free ati utashika upelekwe rehab. So kitu tunaweza sema ni serikali itafute ama ikama up na a way yenye itabuild rehab centers ambazo zitakuwa za free. Kama mtu amelemewa na madawa, kama mtu akona shida ya kiakili, unapata anaweza tibiwa for free. Hiyo tu kuprovide madawa, ukipata serikali kishaweka hizo rehab za free, WHO ilete madawa kwa hizo rehab za free pia. Ndio upate kila mtu mwenye ameadhirika anasaidika kwa urahisi. Ama professionals wenye watawasaidia kutoka kwa hiyo shimo ya dawa za kulevya hiyo, ndio warudi tena kuishi maisha yao ya normal. Mzigo wa kihisia unaongezeka huku wazazi wanahofu kwa watoto wao, walimu wanashuhudia wanafunzi wenye matumaini wakiacha masomo, na wahudumu wa afya wanakabiliana na visa vya mapema vya matatizo ya akili na msongo wa mawazo vinavyohusiana na matumizi ya bangi. NACADA inatoa wito wa hatua za haraka kama ulezi, ushauri nasaha na usimamizi mkali majumbani, vioni na katika maeneo mapya yanayoibuka kama nyumba za kupanga aina ya Airbnb. Matumizi ya dawa za kulevya sio jambo la kubebwa kwa wepesi, bali ni changamoto ambayo inazidi kuota mizizi